CARE TV, kisima cha elimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hakama fa ahkam wa qada fa abram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala jami'ul qulubi wal hikam, sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dhawi tuqa wal himam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya njema na kuweza kutukutanisha na kuweza kutupa mwongozo wa kuweza kuliwasilisha jambo letu hili la mfungo sita, kuelezea au kumwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabu yake pamoja na maisha yake kwa ujumla, kwa sababu yeye ndiyo kiumbe bora ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba. Hakuwahi kuumba kiumbe bora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi kama umma wake tunalazimika kufahamu historia yake, kuijua nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekusanyika hapa ili tuelezee nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anwani inavyosema na ilivyoandaliwa. Kuijua hii sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake ni ibara muhimu mno katika kuthibitisha ujumbe ambao ameubeba Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuupeleka katika jamii ya kibinadamu au jamii ya majini na binadamu, na akafanya kazi ya kuwatoa watu katika kiza na kuwaingiza katika nuru. Na pia akawatoa watu katika ibada ya kuabudu watu, kuwapeleka katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ni muhimu sana kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani, kwa maana ya kwamba ya kujua asili yake, kujua asili ya kupatikana kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amepatikana vipi? Asili yake ni ipi? Kuichambua nasabu yake, pia kufahamu nasabu tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama muda pia utakuja kuturuhusu tugusie urithi walioacha wazee wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wote tunasoma katika nasabu yake. Sasa kama inavyofahamika, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu, lakini je, ni Mwarabu yupi au ni Mwarabu anayetokana na makundi yapi au na kundi lipi la Waarabu kama walivyogawanya watu wa tarehe, watu wa kuandaa historia? Linasikika tamko wa Arabu au al-Arab, huwa latamkwa sana, lakini asili ya hili neno al-Arab au asili ya Waarabu ni nini? Hili tamko lenyewe al-Arabu, tukirejea katika Rahiq al-Makhtum, tukirejea katika Rahiq al-Makhtum, katika kitabu hicho cha Sheikh Fadilatu Sheikh Safar Rahman al-Mubarak Furi, ukiangalia pale katika mauki al-Arab amelelezea tamko hili akisema kwamba, namnukuu, kalimatul arab tumbiu
ani sahara wal qifar, kwamba hili tamko hili al-arab kama linavyofahamika kwamba linaashiria jangwa na wangwa. Ukielezea as-sahara ni jangwa, jangwa linafahamika ni kitu gani, lakini ukielezea al-qifar ukitaja wangwa inafahamika kwamba wangwa ni sehemu ambayo hakuna mimea wala hakuna mvua na ni sehemu ambayo ni ardhi kame. Sasa tukienda moja kwa moja katika hayo makundi ya Waarabu, wamegawanya watu wa tarehe makundi matatu ya Waarabu. Kuna kundi la kwanza al-arabul baida, alafu kuna kundi la pili al-arabul ariba. Yote tutayasoma haya na tutachambua kwa ufupi kutokana na muda. Lakini kundi la tatu ni hawa al-arabul musta'riba, ambalo ndo hili linaenda moja kwa moja mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama hawa kundi la kwanza al-arabul ariba, al-arabul baida, hawa ni Waarabu wa mwanzo kabisa ambao kizazi chake kilifutwa na hakiwezekaniki kupata maelezo ya kutosha ya historia ya kizazi hiki. Kwa mfano, kuna watu hawa wanaitwa Adi na Thamudi, ni maarufu kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu amewaelezea. Kuna hawa wanaitwa Judais, hawa ni al-arabul baida, ni hawa Arabu wa mwanzo ambao kizazi chao kilifutwa kutokana na matendo yao. Lakini kuna hawa kundi lingine hawa al-arabul baida wanaitwa Tasmi. Kuna Tasmi, kuna Judais, kuna Imlaq, kuna hawa Adi na Thamudi. Hawa Adi kama inavyofahamika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaelezea katika Qur'ani. Hawa walikuwa ni watu wa Nabiullahi Hud. Anasema Mwenyezi Mungu, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaelezea katika Qur'ani, ama hawa Adi hawa waliangamizwa kwa upepo mkali sana. Fa amma Thamudu fa uhliku bitaghiya, ama hawa Thamudu hawa waliangamizwa kwa sauti kali, kwa makosa yao waliyofanya. Hawa watu wa Thamudi hawa walikuwa ni watu wa Nabiullahi Saleh. Kosa lao lafahamika, walimkatangamia miguu. Ni kisa maarufu, ukirejea katika tarehe, ukisoma Qur'ani utapata maelezo yake ya kutosha. Hawa waliangamizwa kwa ukelele, kwa sauti kali. Lakini ama hawa Adi, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza kwa upepo mkali sana. Birihin sarsarin atiya, upepo ambao ulikuwa ni upepo ambao ulikuwa na baridi kali na wenye kuvuma kwa mfululizo. Ibn Abbas wakati anatafsiri aya hii alisema hii sarsar kwamba ni upepo wenye kuangamiza, ambao ni upepo ulikuwa na baridi kali sana na ni wenye kuvuma kwa muendelezo. Pia Qatada hakuachana naye sana katika kuelezea, akasema kwamba hii sarsar kwamba ni upepo ambao ulikuwa na baridi kali. Lakini almuhim ni kufahamu kwamba hawa al-arabul baida, hawa kundi la kwanza la Waarabu, Mwenyezi Mungu alifuta uwepo wao kutokana na matendo yao ya kukanusha wajumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuende katika kundi la pili la Waarabu, ni hawa al-arabul ariba. Hawa al-arabul ariba hawa wanatokana na bwana mmoja anayefahamika, huyu Ya'rubu bin Yashbu bin Qatahani. Ya'rubu bin Yashbu bin Qatahani, hawa ndo wanafahamika hawa al-arabu al-ariba kupitia huyu Qahtani. Huyu wanafahamika kwamba al-arabu al-qahtaniya, kwamba hawa ni Waarabu wa Qahtani, kwamba au pia ukawaita ni jamii ya Qahtani.
au al-arabu al-ariba, ni kundi la pili hawa la Waarabu. Sasa hawa Qahtani, yeye kwake hapa kumetoka makabila mawili makubwa. Kabila la kwanza ni hawa Himyari, alafu kabila la pili kuna Kahalani. Lakini pamoja na haya makabila mawili yalotoka kwa Qahtani, hawa Himyari na Kahalani, katika hawa Himyari sasa hawa kumetoka makabila matatu. Katika hao Qahtani kuna Himyari, huyo Himyari kwake kumepatikana makabila matatu maarufu. Kuna hawa wanaitwa Banu Qudaa. Hawa Banu Qudaa ni maarufu. Kuna hawa kundi la pili hawa ambao wanatokana sasa na Himyari, hawa wanaitwa Zaidul Jumhur. Lakini kuna kundi la tatu hawa wanaitwa As-Sakasika. Sasa tunaona katika Qahtani upande wa Himyari kumetoka Banu Qudaa, kumetoka As-Sakasik, alafu pia kumetoka hawa Zaidul Jumhur. Lakini nimesema katika Qahtani makabila haya makuu mawili, Himyari na Kahalani, upande wa Kahalani sasa ndo kumetoka makabila mengi kweli kweli. Lakini machache katika hayo ni haya takayotaja. Kabila la kwanza ni hawa Al-Azdi, wanafahamika kama Al-Azdi. Hawa Al-Azdi ambao ndani yake wanapatikana Aus na Khazraj. Aus na Khazraj wanapatikana hapa katika Azdi hapa. Alafu pia kuna auladu Jufna, watoto wa Jufna ambao walikuwa ni wafalme wa Sham, wanapatikana humo. Sasa hawa Aus na Khazraj hawa tumesoma katika tarehe kwamba ni watoto wa baba mmoja. Baba yao anafahamika kama Haritha bin Thalaba bin Amru al-Muzayqiya. Haritha bin Thalaba bin Amru al-Muzayqiya. Hawa Aus na Khazraj ni watoto wa baba mmoja. Lakini ama hawa watoto wa Jufna ambao ni wafalme wa Sham, tumesoma kule kwenye tarehe kwamba wazuoni wetu wametuelezea kwamba hawa kuna huyu mzee wao Jufna huyu. Sasa basi tumetaja watoto wa Jufna, lakini huyu Jufna mwenyewe huyu alikuwa akifahamika kama ni baba wa Ghassasina, kwamba ni mfalme wa Ghassasin. Na hii Ghassasin ni nisba imeitwa hivyo kwa sababu ya kisima cha maji ambacho kipo Hijaz, Saudi Arabia huko. Hawa auladu Jufna na Jufna walikuwa wakitoka Sham, walikuwa wakitoka Yemen. Hawa asili yao ni Yemen hawa. Walikuwa wakitoka Yemen wakielekea Sham. Sasa kabla ya kufika Sham walipita Hijaz. Sehemu waliofikia pale Hijaz waliweka makazi yao katika kisima hiko, eneo hilo linaitwa Al-Ghassasin. Ndio maana wakaitwa hawa ni mfalme wa Al-Ghassasin huyu Jufna huyu, kwa sababu ya kisima hiko. Sasa hawa kundi la kwanza, kundi la hawa Kahalani hawa ambao ndo tumeona hapa, kuna Azdi ambao kuna Aus na Khazraji, alafu pia ni wengi, lakini pia kuna hawa kina Jufna hawa ambao mfalme wa Ghassasin. Wengine wao hapa wanaotokana na hawa Azdi, wanaotokana na hawa Kahalani, kuna wanaitwa Banu Tai. Kuna Banu Tai, kuna Banu Kinda, kuna Lakhmu na Judham. Hawa wote hawa ni uzao wa Qahtani, wametokana na Kahalani katika haya makabila mawili makubwa. Sasa sababu ya hawa Kahalani kuhama, hawa walihama kutoka Yemen kuelekea maeneo mbalimbali huko ya Waarabu. Wanazuoni wametoa sababu nyingi. Hawa kina Kahalani hawa walihama na kutangaa maeneo mbalimbali ya Waarabu, na sababu ya kuhama kwao wamezitaja wanazuoni. Sababu ya kwanza wanasema kwamba hawa walihama kabla ya Sailul Arami. Kuna mafuriko yalitokea Yemen yanaitwa mafuriko ya Arami. Lakini kuna wengine pia wanasema hawa walihama baada ya mafuriko. Kuna wengine wanasema walihama kabla ya mafuriko, na wengine wanasema walihama baada ya haya mafuriko ya Arami.
Lakini sababu ya pili walioitoa wanazuoni wengine wanasema kwamba hawa walikuwa ni wafanyabiashara. Biashara zao zilianza kudhoofika kwa sababu Warumi wao walikuwa wakienda kufanya biashara huko Sham huko na Misri na wapi, lakini sababu ya kuhama Yemen na kutangaa mataifa mengine huko ilikuwa ni kwa sababu ya hawa Warumi hawa walivyoteka Misri na Sham. Walizuia njia zile za biashara zile za baharini, wakazuia njia za biashara zile za nchi kavu. Kwa sasa biashara zao sasa hawa kahalani hawa zilianza kudhoofika, kwa wakaamua kutawanyika na kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Kwa kundi la pili hawa al-Arabu al-Ariba, tumeona kuna hao kama hao tuliowataja hapo, lakini kundi la tatu al-Arabu al-Mustariba. Sasa hapa ndo tukae makini sana, kwa sababu ndipo alipotoka au ndo tuseme ndo sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokea hapo. Sasa tukielezea kwamba hawa al-Arabu al-Mustariba hawa asili ya babu yao mkubwa ni Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Nabiullah Ibrahim alayhi salamu asili yao huyu, wasili yake huyu ni kutoka Iraq, katika mji unaoitwa Uru, ndo alipotoka Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Huu Uru upo ufukwe, mji huu upo katika ufukwe wa magharibi wa mto Furat, Euphrates. Ukisearch hapo utauona mto Furat. Sawa Ndo huu mji upo karibu na mji huu na mto Furat, ambao upo karibu na mji unaoitwa Kufa. Kufa. Na historia fupi ya Nabii Ibrahim alayhi salam, kisa chake ni kirefu, lakini yeye baada ya kutoka huko Uru, Iraq, Nabii Ibrahim alayhi salam alihama kuelekea sehemu inaitwa Haran. Hiyo Haran hiyo ni mji uliokuwa katika eneo la kaskazini mwa Syria. Hii Syria ya leo hii. Haran. Karibu na mpaka wa nini? Karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Hiyo Haran. Kwa ramani ya leo ukitizama, hii Harani ipo kusini mashariki mwa Uturuki. Ipo kusini mashariki mwa Uturuki katika mkoa unaitwa Şanlıurfa. Unatamkwa hivyo hivyo, Şanlıurfa. Karibu na mpaka wa Syria kama tulivyosema hapo. Sasa baada ya kutoka hapo Nabiullah Ibrahim alayhi salam akahama kutoka Harani kuelekea Palestina, ambapo sasa alielekea Palestina kule ndo akaweka kikazi chake cha dawa, ndo alikiweka baada ya kutoka huko Harani kuelekea Palestina. Alipotoka Palestina baadaye alisafiri kuelekea Misri akiwa na mkewe Bisara. Kisa maarufu kinaelezwa mara kwa mara na mashehe zetu. Yakatokea mambo mengi sana huko Misri alotokea. Pamoja na mambo hayo alotokea vile vitimbi alivyofanya Firauni ule wa Misri. So Firauni huyo ambaye tunamjua kwa sababu kila mfalme wa Misri anafahamika kama ni Firauni. Sasa Firauni huyo wa kipindi kile cha Nabiullah Ibrahim alayhi salam, baada ya kufanya vitimbi vile Firauni ule wa Misri kwa Bisara akamshindwa, baada ya kufahamu kwa Bisara ana mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala, yani ana nguvu ambazo ni za ziada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumshindwa kutokana na vitimbi vyake, akaamua Firauni ule kumpa Bisara Hajara kama ni mtu ambaye atakayemhudumia, awe ni mhudumu wake. Maisha yakaendelea. Baadaye Nabiullah Ibrahim alayhi salam akaja akamoa Bihajara. Baada ya hapo Nabiullah Ibrahim alayhi salamu akarejea wapi? Palestina. Ni kisa kirefu na maarufu. Na baada ya kutoka Misri akarejea wapi? Akarejea tena Palestina. Sasa baada ya Bihajara kumpata Ismail alayhi salam, Nabiullah Ibrahim alayhi salam
akahama kutoka Palestina, sasa akawapeleka wapi? Wakaenda Hijaz, ambao ndio hii sasa Maka ya leo. Baada ya kuwapeleka kule Hijazi, aliwapeleka eneo ambalo sasa kulikuwa hakuna mmea wowote, ni jangwa, eneo hilo lilikuwa ni jangwa. Aliwapeleka eneo pale ambao ni karibu na nini, na Al-Kaaba. Akawaacha tena baada ya kuwapeleka pale akawaacha na chakula chenyewe sasa ni tende na maji. Ni kisa maarufu. Lakini baada hapo Nabii Ibrahim alayhi salam akarudi tena Palestina. Kwa hiyo tukiangalia huu mtiririko wa safari yake, Nabii Ibrahim kwa ufupi alitoka Uru kaelekea Haran kama tulivyoelezea. Katoka Haran akaenda Palestina. Alipotoka Palestina akaenda wapi? Kaenda Misri. Misri kule akakutana na vitimbi alivyokutana navyo. Akarejea wapi tena? Akarejea Palestina. Kurudi Palestina akaenda wapi? Akaenda Maka, Hijaz. Na baada ya kutoka huko tena akaja akarudi Palestina. Historia inavyotuelezea. Sasa tunaenda moja kwa moja. Baada hapo tushalipata kundi la tatu, al-Arabu al-Musta'riba, ambaye sasa babu yao ambaye tumeelezewa ni Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, ambaye ni baba wa Nabiullahi Ismail alayhi salam. Asili ya kupatikana kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukitizama kwa pamoja hii asili ya Waarabu na nasabu yao, na nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani tunaona moja kwa moja upatikanaji wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inabidi hapa tutizame upatikanaji wake Mtume, tutizame kwa namna mbili. Namna ya kwanza tutizame mtiririko wa nasabu yake. Alafu namna ya pili tutizame kwa mujibu wa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelezea viashiria vya kuwepo kwake au viashiria vya yeye kuja, sawa, katika asili hii. Upande wa kwanza tukielezea kwa upande wa nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kupatikana kwake, kwa upande wa nasabu yake kupitia Nabiullahi Ismail, si ndio? Nabiullahi Ismail kwenda, kwa sababu Nabiullahi Ismail alioa mke wa kwanza, kisha akaja akamuoa mke wa pili ambaye ni nani? Fatima binti Mudhab. Ndo asili ya jina la Fatima lilipoanzia hapa, mke wa Nabiullahi Ismail alayhi salam binti Mudhab. Nabiullahi Ismail alibahatika kupata watoto 12. Watoto 12, lakini kwenda mpaka kwa mwanae Kaidar, mpaka kwa Adnan, sawa, ambaye sasa huyo Adnan ni babu wa 21 wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mtiririko ule, katika ule mtiririko wa nasabu yake. Lakini hapa kwenye nasabu hapa tutizame kwa namna mbili. Kwenye hii nasabu tutizame kwa namna ya kwanza, tutizame kwa namna ambayo wameipokea au wamekubaliana na zuoni muttafaqun alayhi, sawa, ambao ni kuanzia kwa Muhammad mpaka kwa nani? Kwa Adnan. Kundi la wanazuoni wamekubaliana hapa, sawa. Lakini mukhtalafun fi la tarfa'uni fawqa Adnan, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema nasabu yake isinyanyuliwe zaidi ya nani? Ya Adnani. Kwa nini isinyanyuliwe zaidi ya Adnani? Kuna wanazuoni hapa sasa wanasema kuanzia kwa Adnani mpaka kwa Ismail kuna mababu 40 wanapatikana hapa. Rejea Rahik al-Maktum utakutana na habari hizo. Lakini pia Ibn Abbas anasema hapa kwamba kuanzia kwa Adnani hapa mpaka kwa Nabiullah Ibrahim alayhi, kwa mpaka kwa Ismail kuna mababu 30. Sasa kunawezekana kuwepo kwa mababu wengi hawa na tofauti zetu za kibinadamu,
kukawa kumeshindikana kudhibiti wale mababu wake wale, kukachanganywa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje, la tarfa'uni fawqa adinani. Lakini angalizo pamoja na hilo, hakuna khilafu kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katokana na nani? Na Ismail alayhi salam, kwa ushahidi wa hadithi ambao ni hadithi sahihi. Rejea kitabu Shamailul Habibil Mustafa sallallahu alayhi wasallam cha Sheikh Muhammad Abul Huda al-Yaqubi. Ipo hiyo hadithi inasema Awathilata ibn al-Asqa'i, toka kwa Wathila ibn al-Asqa'i, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, anasema inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, sawa, wastafa Quraishan min Kinana, wastafa Quraishin min bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Ni hadithi ambayo ni sahihi, amepokea Imam Muslim. Katika huyu Kinana ambaye katajwa kwenye hadithi hii ni babu wa 14 wa Mtume, na huyu Hashim ni babu wa 3, Hashim ibn Abdul Muttalib. Kutoka Hashim kwa Abdul Muttalib Abdullah anapatikana nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiri ya hadithi hii anasema inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, kwamba hakika Mwenyezi Mungu amemchagua Kinana katika watoto nani? Wa Ismail. Wastafa Quraishan min Kinana, na akachagua sasa hili kabila la Quraishi kutokana na nani? Na Kinana. Wastafa Quraishin min bani Hashim, na akachagua kabila hilo la Quraishi kutoka humo bani Hashim, sawa, wamepatikana humo. Kisha wastafani min bani Hashim, sawa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kisha Mwenyezi Mungu akanichagua mimi kutokana na nani? Kutokana na bani Hashim. Sasa pamoja na kuelezea khilafu hizo, hapo Mtume aliposema kwamba la tarfa'uni fawqa adnan, imepokelewa hadithi pia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa wakati akihitaji ile nasabu yake, akifika kwa Adnan anafaje? Ananyamaza, kisha anasema nini? Kadhaba nasabun, kwamba wamesema urongo wale waandalizi wa nasabu au waandishi wa zile nasabu au wanaoandaa zile nasabu. Ndio maana Imam Barzanji naye kwa kutegemea hadithi akasema kwenye mlango wa pili ule, kama sijakosea, warafuhu ila al-Khalil Ibrahima amsaka anhu shari'u aba, na kuinyanyua hiyo nasabu mpaka kwa Ibrahim amezuia mweka sheria ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amechukia. Ndio maana hapo kasema kadhaba nasabun. Imam Barzanji kategemea hadithi. Sasa tuone moja kwa moja kwenye mtiririko wake, kama tulivyosema, upatikanaji wake Mtume kupitia nasabu yake, namna ya kwanza ambayo ndio hii tunaielezea. Jina lake Mtume Muhammad, jina lake ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadri ibn Kinanata ibn Khuzaimah ibn Mudrikata ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'adi ibn Adnan. Asaba tumeona nasabu yake na mtiririko wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia yeye mpaka kwa babu yake wa 21, ambaye ni nani? Ambaye ni mzee Adnan. Hivyo hii ndo namna ya kwanza ya upatikanaji wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, upande wa nasabu yake na mtiririko wake mpaka kwa nani? Mpaka kwa Adnan. Lakini pia tukitizama namna ya pili ya kupatikana kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumesema ni dua ya Nabiullah nani? Ibrahim alayhi salam. Pili ni bishara Nabii Isa. Tatu ni ndoto
aliyoyota mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa hadithi ambayo daraja yake ni sahihi pia. Kirejea katika kitabu hiko tulichokitaja Shamailul Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam cha Sheikh Muhammad Abul Huda al-Yaqubi, hadithi nambari 6. Nenda pale babu istifai nabii sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ametaja alama 3 za kuashiria kuja kwake. Anil Irbad ibn Sariya, kutoka kwa Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inni inda Allahi maktubun khataman nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi wa sawahadithukum bi awwali amri da'watu Ibrahim wa bisharatu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni wa qad kharaja laha nurun adaa'at laha minhu qusuru Sham. Anasema kwamba inni inda Allahi maktubun, hakika mimi mbele ya Mwenyezi Mungu, maktubun khataman nabiyyin, hakika mimi mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye kuandikwa kuwa ndio mtume wa mwisho, au ndio wa mwisho katika mitume, au ndio wa mwisho kwa mitume. Wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi, na hakika Adamu alikuwa ni mwenye kutupwa katika udongo wake, yani alikuwa bado katika hali ya kuumbwa kutokana na nini? Kutokana na udongo wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wasauhadithukum bi awwali amri, akasema kwamba na nitawasimulieni au nitahadithieni kuhusu mwanzo wa jambo langu. Kisha anasema mwanzo wa jambo lake ni upi? Da'watu Ibrahim, kwamba ni dua ya Nabiiullah nani? Ibrahim alayhi salam. Wa bisharatu Isa, na bishara Nabiiullah Isa alayhi salam. Kirejea katika Qur'ani dua Nabii Ibrahim suratul Baqara ipo, wa bisharatu Isa ipo katika Qur'ani. Wa ru'ya ummi, sawa kisha anasema hapa na ndoto ya mama yangu, allati ra'at hina wada'atihi, ambayo aliyoiona wakati alipokuwa na nini? Wakati aliponizaa. Tupo pamoja wa qad kharaja laha nurun adaa'at laha minhu qusuru Sham, na kwa hakika ilimtokea nuru ambayo mwangaza wake hiyo nuru ikamwangazia makasri ya nini? Makasri ya Sham. Sasa kwa hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha viashiria vya nini? Vya kuja kwake, kwa namna ya pili ambayo tumeelezea asili ya kupatikana kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ambao tumesema ni dua ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Tukirejea katika Qur'ani kule kwenye suratul Baqara aya 129 anasemaje? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakihim innaka antal azizul hakim, kwamba Mola wetu nampeleke kwao mtume kutoka nani? Miongoni mwao. Ndio dua Nabii Ibrahim ilikuwa hiyo. Kisha akasema yatlu alaihim ayatika, atakayewasomea nini? Aya zako. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na kuwafundisha kitabu na hikma, yani Qur'ani na hadithi, sawa wa yuzakihim innaka antal azizul hakim, na atakayewatakasa, hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye nguvu na nini? Ndiye mwenye nguvu na hikma. Mpaka hapo tumeona bishara ya nani? Ya Nabii Ibrahim. Tumeona dua ya nani? Ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Twende kwenye bishara Nabii Isa alayhi salam. Tukirejea kule sura As-Saff aya 6 anasemaje kule?
wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabii Isa alayhi salam alikuwa akitoa bishara kwamba akisema kwamba akitoa bishara ya mtume atakayekuja baada yake jina lake ni nani? Ni Ahmad. Ndio maana mtume kule akasema kwamba da'watu Ibrahim wa bisharatu Isa, kwamba ni dua ya nani? Ya Nabii Ibrahim alayhi salam na bishara ya Nabii Isa alayhi salam. Wa ru'ya ummi, na ndoto ya nani? Ya mama yangu. Hapa kwenye ndoto ya mama yake Imam Barzanji ametaja kule, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariya fa idha wada'tihi wasamihi Muhammadan au wasamihi idha wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Imam Barzanji kaelezea kule kwamba alijiwa mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto, akaambiwa hakika wewe umembeba Bwana wa ulimwengu zote na mbora wa viumbe. Tukisema ulimwengu zote hapo kuna alamun nasuti, ulimwengu wetu, kuna alamul jabaruti, kuna alamul malakuti, kuna alamul mulki, kuna alamul lahut. Ulimwengu zote hizo mtume ndo hapo kwamba yeye kambeba Bwana wa ulimwengu zote. Tukitaja ulimwengu zote ni ulimwengu hizo, kuanzia ulimwengu wetu mpaka ulimwengu wa ghaibu wa vitu visivyofaje visivyoonekana, na mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamwambiaje? Wasamihi idha wada'tihi, sawa, na umwite wakati utakapomzaa Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Umwite nani? Muhammad, kwa sababu yeye utasifika mwisho wake. Mwenyezi Mungu atuambiaje kule kumwahidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dhikrak. Pia huyu Imam Barzanji kuhusiana na huu mwangaza, sawa, au hii nuru ambayo imetokana naye, ambayo mama yake aliona katika ndoto na akaiona wakati alipomzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuru hiyo Imam Barzanji kaelezea pia kwenye mlango wa 6. Anasemaje? wa kharaja ma'ahu nurun adaat lahu qusuru Sham al-Qaisariya. Na ilitoka pamoja naye nuru ikaangazia makasri ya nini? Ya Sham ya Kaisar. Makasri ya Sham yapi? Ya Kaisar. Akitaja hapa Roman Empire, utawala wa Warumi huko. Kwa hiyo sasa tukienda sambamba, tumeona namna ya upatikanaji wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna hizo ngapi? Kwa namna hizo mbili. Pia tulisema tutaelezea utukufu wa nini? Utukufu wa nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tunaenda sambamba, utukufu wa nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kule kuhifadhika nasabu yake. Ni kule kuhifadhika nasabu yake kutokana na zinaa za kipindi hiko, kipindi cha ujahilia. Lakini pamoja na hilo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam an Ali ibn Abi Talib alayhi salam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema kharajtu min nikah, kwamba mimi nimetokana nini? Nimetokana na ndoa. Walam akhruj min sifah, wala mimi sikutokana na nini? Sikutokana na zina. Min ladun Adam ila awaladani abi wa ummi, kutoka kwa nani? Kutoka kwa Adam mpaka kufika kwa nani? Kwa baba yake na nani? Na mama yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea hapo mwenyewe utukufu wa nini? Wa nasabu yake katika hilo, katika hadithi hiyo ambayo tumeitaja. Na Imam Barzanji naye kutegemea hadithi, maana yeye hawezi kusema vitu ambavyo akajizushia mwenyewe kichwani. Lazima atoe kwenye hadithi, atoe kwenye Qur'ani, aqwalul ulama, sawa. Ndio ikapatikana kile kwamba sio kwamba aliamua kulala tu na kuamka akaandika kitabu chake cha Maulid Barzanji akazusha. Kasema kule hafidhu al-ilahu karamatan li Muhammad.
abaahu al-amjada sawna al-ismi taraku sifaha falam yusibuhu ma'aruh min adamin wa ila abihi wa ummi. Tumeiona kwenye hadithi hapa. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kafanya kaisema kwamba yeye hakutokana na nini? Hakutokana na zinaa, katokana na nini? Katokana na ndoa. Sawa, kutoka kwa Adamu mpaka kwa baba yake na nani? Na mama yake. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammad, amehifadhi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abaahu al-amjada sawna al-ismi, baba zake watukufu kwa ajili ya kumtukuza Mtume. Amehifadhi nini? Jina lake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abaahu al-amjada sawna al-ismi taraku sifaha falam yusibuhu ma'aru. Wote hawa waliacha zinaa, haikuwapata aibu yake. Min adamin wa ila abihi wa ummi, tangia Adamu alayhi salam mpaka kwa baba yake na mama yake. Kisha nasemaje? Min adami wa ila abihi wa ummi. Saratun saranurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahia. Ni mabwana watukufu ambao ilipita nuru ya utume katika mikunjo ya nini? Ya nyuso zao zenye mwangaza mkali. Babu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao nuru ya Mtume ilipita kwao, walikuwa wakitoka nuru katika mapaji yao ya uso. Paka baba yake Mtume akapewa jina Misbahul Haram. Siku Mtume baba yake mzee Abdullah wakati anaenda kumuoa Bi Amina, kuna sehemu walipita wakakutana na mwanamke mmoja anaitwa Ruqayya binti Naufal. Ruqayya binti Naufal huyu ni mdogo wake na Waraka bin Naufal. Hao walikuwa ni wasomi wa vitabu, walikuwa ni wasomi wa Taurati hao. Sasa wale wamesoma na wamesoma mpaka atakayekuja kwa Mtume dalili zake zitakuwa ni zipi, na wale ambao watakuwa beba nuru ya Mtume dalili zao ni zipi. Sasa Ruqayya huyu walimuona nani? Alimuona mzee Abdullah. Baada ya kumuona mzee Abdullah, alivyoona ishara ile akawasema, akajua kabisa huyu ndo ambaye atapatikana Mtume Muhammad kwake. Kwa hiyo ikamuingia tamaa ya kutaka yeye sasa Mtume apatikane kwake. Akamfuata akamwambia, bwana, mimi ninacho kile ambacho kilikuwa nadhiri. Kwa nini? Kwa ajili yako, ambao alikuwa ni ngamia 100. Ni kisa ambacho kirefu kwa muda utoshi, lakini alitaka kumpa hii kwa sababu gani? Akampa sharti moja kwamba unizini. Lakini lengo lake huyu apatikane Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Mwenyezi Mungu alilizuia hilo. Taraku sifaha falam yusibuhu ma'aru min adamin wa ila abihi wa ummi, kwa sababu atakayekuja kupatikana katika ulimwengu huu ni mbora wa viumbe wote na ni mbora wa ulimwengu zote. Kwa hiyo alikuwa hawezi kupatikana katika nini? Kutokana na zinaa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akalihifadhi hilo. Akaondoka mzee Abdullah mpaka kwenda kumuoa nani? Kwenda kumuoa Bi Amina. Kwa hapo kwa uchache tumeweza kuona asili ya kupatikana kwake Mtume mpaka utukufu wa nini? Utukufu wa nasabu yake. Twende tukamalizie kipengele cha mwisho, babu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, urithi waliouacha. Maana lazima tupate faida kutokana na huyu ambaye tunasoma nasabu yake. Asingekuwa anatajwa tu kama angekuwa hana manufaa, ingekuwa hakuna maana kutajwa kwake. Sasa huyu ni chemchemu ambao mpaka leo watu wanakunywa maji yake. Sasa kwa nini watu wasimtaje, wasijue nasabu yake, asili ya kupatikana kwake na ubora wake? Ili pale watakapomtaja mapenzi ya nini? Yao yanazidi, kwa sababu anamjua yule wanayemtaja ni nani na utukufu wake ni upi na daraja yake ni ipi. Sasa tukienda katika yale, tutataja mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufupi wachache. Tukianza na nani? Huyu mzee Kuswai. Huyu Kuswai Abel alikuwa nini? Alikuwa tumemtaja kwenye nasabu ni babu wa 5 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu ndiye mwanzilishi mkuu wa umoja wa mamlaka ya Quraysh huko Maka. Huyu
mzee Kuswai. Kaacha urithi mkubwa sana, lakini moja urithi alioacha ni kuunganisha Makuraishi na kuwarudisha Maka. Huyu katika kitu alichokifanya baada ya kupata mamlaka yale, aliwakusanya ndugu zake Makuraishi wote akarudisha nyumbani. Sio jambo baya likifanyika kwa kipindi hiki, lakini moja ya kitu alichokifanya huyu bwana ni kuunganisha Makuraishi na kuwarudisha wapi? Sasa kabla ya Kuswai, Maka ilikuwa katika ilikuwa chini ya nini? Ya udhibiti wa nani? Banu Khuzaa. Sasa baada ilikuwa katika udhibiti wa Banu Khuzaa baada ya kuondoa nani? Jurhum. Hawa Jurhum bwana, hawa walikuwa wakisafiri wakitoka huko walipotoka kupita pale katika bonde la Maka. Sasa asili yao kuwepo pale Maka wa Jurhum, walikuta kisima cha Zamzam. Kipindiko Maka ilikuwa haina watu. Kipindiko Maka ilikuwa haina watu. Kulikuwepo watu wenyewe walikuwepo, watu walikuwepo pale Maka walikuwepo ni nani? Ismail na nani? Na mama yake Hajara. Sasa walipopita pale wa Jurhum wakakuta kisima kile cha Zamzam. Wakaomba ukazi pale. Baada ya kuomba ukazi pale, Hajara akawaruhusu wafaje? Wakae hapo. Baada ya kukaa hapo wakazaliana hapo na kizazi chao kafaje? Kikaendelea. Sasa Maka kipindi kile ilikuwa katika udhibiti wa Banu Khuzaa baada ya kuondoa Wajurhum. Na Wajurhum wao kama tulivyoelezea hapo, walikuwa tangu kipindi hiko cha Nabii Ismail alayhi salam. Na aliwakaribisha kama tulivyosema ni Hajara. Wakaomba ukazi kama tulivyosema hapo, kwa kupatikana kwake eneo hilo majarini, maji ya Zamzam. Sasa huyu Kuswai huyu aliweza kuwarudisha Makuraishi wote Maka, kisha akapigana na nani? Akapigana nao Khuzaa, na baada ya hapo akaichukua Maka na Al-Kaaba. Huyu Kuswai, kwa moja ya urithi wake alouacha ni kuunganisha wale Makuraishi wa Maka na kuwarudisha wapi? Na kuwarudisha Maka. Kitu cha pili alichokifanya ni kujenga Darun Nadwa Barmalani. Darun Nadwa, bunge. Ili bunge hili tunalosikia hili ambalo mpaka sasa hivi lipo. Muasisi wa hili bunge alikuwa nani? Ni Kuswai, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa mababu zake Mtume mpaka tukimaliza hapa kuwasoma tutaona hawa ni watu ambao walikuwa wamegusa jamii moja kwa moja. Sasa urithi wa kweli katika maisha ya binadamu ni namna vipi utaifaa jamii yako. Yote haya tunasoma kwa nani? Tunasoma kwa mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Japokuwa tunaambiwa bunge la kwanza limeanzilishwa wapi? Iceland mwaka 930. Lakini mwaka 930 Kuswai kashafariki zamani kwa kweli. Babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaacha urithi huu. Jambo la tatu alilofanya ni kuanzisha nyadhifa 4 za kiutawala pale Maka. Jambo la kwanza alilofanya alhijaba. Alhijaba nini? Ni ule utunzaji wa funguo zile za Al-Kaaba zile, ambazo mpaka leo ukiona wale wanaotunza zile funguo za Al-Kaaba, mwanzilisho wa kutunza funguo zile nani? Kuswai. Jambo la kwanza alilofanya katika nyadhifa kuu za kiutawala pale Maka. Jambo la pili asikaya. Asikaya ni huduma ile ya kugawa maji, ya kunywesha maji wale mahujaji. Ni jambo la kijamii ameligusa huyu bwana. Jambo la tatu arifada, kuwalisha mahujaji. Yaani hizi watu wanapokwenda kuhiji, yale yanayofanyika kule ni mambo ambayo mwanzilishi wa haya mambo alikuwa nani? Babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ukitizama silsila ya Mtume mpaka kufika kwake, hawa ni chemchemu ya manufaa. Wamefanya mambo ambayo mpaka leo wameachia dunia falsafa ambazo mpaka leo zinafanyaje? Zinatumika. Kwa kumwadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio makosa. Sio makosa, kwa sababu ni mtu ambaye
ana manufaa kwa viumbe wote, so binadamu peke yake, viumbe wote mpaka kwa sisimizi. Ni mtu ambaye ana manufaa nao. Ushaona Jambo la tatu ni hilo arifada, kualisha mahujaji. Jambo la 4 aliwa, kubeba bendera wakati wa vita. Kama mshawahi kuona bendera ile wakati wa vita, umwanzilishi ni bwana ni huyu mzee Qusay, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Qusay huyu, jambo la 4 au urithi wa 4 aliouacha, huyu ndo alikuwa kiongozi wa kwanza kushika mamlaka ya kidini na kisiasa. Huyu Qusay, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka baadhi ya watu wa historia wakamuita huyu ndo mfalme wa Maka. Huyu mzee Qusay ambaye ndio babu wa 5 wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukienda sasa hapo, tulimruka mzee Abdul Muttalib, lakini tumuelezee babu yake huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mzee Abdul Muttalib huyu ni babu moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Urithi wake ni upi mkubwa alioacha? Huyu urithi wake ni kugundua kile, ni kuchimbua kile kisima cha nini? Cha Zamzam. Kile kilikuwa kimefukiwa tangu kipindi hiko cha kina Jurhum. Sasa huyu kwenda kuichimbua, alioteshwa ndoto huyu mzee Abdul Muttalib, babu yake na Mtume, alioteshwa ndoto akiamriwa kukichimbua kile kisima cha Zamzam. Akaifuata ile ndoto, akafanya kama hivyo alivyofanya akiwa na mwanae Harith. Na akakuta kwenye kile kisima kukiwa na hazina nyingi sana, ikiwemo mapanga na vitu mbalimbali vya Jurhum wao. Mapanga na hivyo vitu mbalimbali, sawa Sasa kwa huyu mzee Abdul Muttalib, kwa kuirudisha au kwa kukirudisha kisima hiki cha Zamzam, kilimpa heshima kubwa sana, au kilimwongezea sana heshima kubwa huyu mzee Abdul Muttalib. Twende haraka haraka kwa Hashim, babu wa 3 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu alifanya nini? Huyu ndo alianzilisha rihlat ash-shitai was-sayf. Huyu ndiye mwanzilishi wa safari za kibiashara zile za msimu zile. Kipindi cha joto, kipindi cha baridi, huyu Hashim biashara walikuwa wakielekea wapi? Walikuwa wakielekea Yemen huko. Na kipindi cha joto walikuwa wakielekea wapi? Wakielekea Sham, Syria. Sasa hii iliimarisha sana uchumi wa Maka, na kuwafanya Makoreishi kuwa matajiri na watu wenye heshima kubwa kwa Waarabu. Huyu mzee Hashim, moja ya mambo aliyofanya miongoni mwao ni hayo. Pili alichokifanya huyu, aliimarisha heshima ya ukoo wa Banu Hashima kwa kujenga mahusiano ya kidiplomasia na watawala mbalimbali. Ambao watawala wengine walikuwa ni wapya Yemen yao, na wengine Byzantine. Au Byzantine yao ni jina la zamani la Istanbul huko Uturuki huko ambao ndio hiyo Istanbul ya sasa. Sasa huyu aliimarisha heshima ya ukoo wa Banu Hashim kwa kujenga mahusiano ya kidiplomasia na wale watawala. Kwa nini? Ili sasa kuwapa watu wake usalama wa kibiashara wakiwa kwenye safari zao njiani. Umeona namna mababu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa ni chemchem, ambao ni chemchem ambao ilikuwa ikitoa manufaa. Jambo lingine ni kulisha mahujaji ili arifada, kwa ni muendelezo wa kile ambacho alikuwa akianzisha babu yake Mtume. Kuna mwingine anakuja kuanzia pale, anaenda. Wewe uchague katika maisha yako vitu viwili, aidha uwe ni jiwe la msingi wa kizazi kinachokuja, au uwe ni jiwe ambalo litakuja kufunikwa na vumbi la wakati. Kwamba kizazi kinachokuja hiki wataanzia pale usipoishia wewe kuchukua viongozi wako kwenda huko juu, au sasa wakija wanaanza moja, wewe mwenyewe mwanadamu utachagua. Kwa hiyo tumewasoma hawa mababu zake Mtume kwa ufupi.
namna ya urithi waliouacha. Lakini sasa sawa, wameacha urithi, sisi tunajifunza nini? Tunajifunza nini jamii yetu ya sasa kuhusu asili ya kupatikana kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kama tulivyosema, tunajifunza nini kuhusu nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunajifunza nini, au ni ipi namna ya kuacha legacy nzuri katika dunia? Legacy ni urithi mzuri katika dunia. Nini tunataka tujifunze, au jamii ya sasa tunajifunza nini? Nimeona funzo la kwanza kabisa tunalolipata kutokana na haya tuliyozungumza. Jambo la kwanza kabisa ni usafi wa tabia na uadilifu. Usafi wa tabia na uadilifu huu ndio msingi wa heshima ya kweli. Usafi wa tabia na uadilifu ndio msingi wa heshima ya kweli, wala sio ukoo. Watu wanajivunia sana kwa ukoo zao. Mimi nimetokea ukoo fulani, mimi nimetokea ukoo fulani. Lakini sawa, tunajua umetokea ukoo fulani, umefanya nini? Wewe ukiniambia wewe bwana wewe ni mtoto wa fulani, sawa, na kujua vizuri wewe ni mtoto wa fulani, lakini umefanya nini? Mimi namjua baba yako, najua heshima nani? Heshima ya mzee wako. Je, wewe kuanzia pale kwa mzee wako umefanya nini? Kwa sasa tunachojifunza kwa hawa mababu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Ni usafi wa tabia na nini? Na uadilifu, kwamba usafi wa tabia na uadilifu ndio msingi wa heshima ya kweli, na wala si ukoo. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitokana na nasabu tukufu, lakini mafundisho yake mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam anasisitiza kwa heshima ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu nini? Ni ucha Mungu. Sasa ukitizama ucha Mungu, uwezi ukawa mwadilifu kama Yesu mcha Mungu. Uwezi ukawa mwadilifu kama Yesu mcha Mungu. Na pia huwezi ukawa na wewe mtu hawezi kuwa mcha Mungu kama hana tabia njema. Yaani usikie bwana mcha Mungu sana lakini yule bwana mzinifu. Yule mcha Mungu lakini yule mwizi sana yule jamaa. Umesikia wapi? Kwa sasa hakuna mtu mcha Mungu ambaye utamkuta na kasoro ya nini? Ya kutokuwa mwadilifu. Na hakuna mtu mcha Mungu ambaye utamkuta na kasoro ya nini? Ya kuwa huyu bwana hana tabia njema. Wewe ucha Mungu wako utautilia mashaka. Vitu viwili hivi. Sawa Tabia njema na uadilifu. Hivi vitu viwili hivi sasa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hapa kwamba heshima ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu nini? Lakini sasa huu uadilifu ukiupeleka kwenye jamii na huu tabia njema ukipeleka kwenye jamii, ndio unaweza ukapata jamii ambayo imetengamaa, ukapata jamii bora. Kwa jamii inatakiwa kujifunza kutotegemea jina la ukoo au familia. Si ndio bwana? Bali kujenga heshima kupitia tabia njema. Kwa hiki ni kitu cha kwanza ambacho tumekisoma kwa nani? Tumekisoma kwa mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekisoma kwenye nasabu yake Mtume kwa ujumla, asili ya kupatikana kwake na namna ya kuacha legacy. Jambo la pili sasa tunaona uadilifu katika ndoa na malezi. Uadilifu katika ndoa na malezi. Uadilifu katika ndoa na malezi ndio msingi wa kizazi kilichokuwa bora. Uadilifu katika ndoa na malezi ndio msingi wa kizazi kilichokuwa bora. Hii hadithi ya Mtume aliyosema kwamba kharajtu min nikahi wala ma khuruju min sifahi, kwamba mimi nimetokana na ndoa sikutokana na zinaa, inatufundisha kuwa umuhimu wa kuoa na kuolewa kihalali na kulea watoto katika mazingira safi ya kimaadili. Hii ndiyo njia ya kuzalisha kizazi kilichokuwa na heshima na mchango chanya katika jamii. Jamii ili itengamae lazima kupatikane watoto wa ndoa. Lakini sasa hivi kwa nini jamii imekuwa imevurugika? Watoto wengi sio watoto wa ndoa. Mtoto akizaliwa akiona akifuatilia yeye namna upatikanaji wake, anaona baba yake alimpata mama yake bila nini? Bila ndoa. Kwa hiyo yeye anaona ni sawa kufanya kama alichofanya baba yake. Anaona kitu cha kawaida.
Sasa huyu akifanya hivi, akipata wanaye wakifanya hivyo, akapata wajukuu nao akafanya hivyo, jamii itelekea wapi? Lazima iharibike, kwa sababu wote wametoka nje ya mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia mfumo wa Mtume alioleta kwenye maisha ya kibinadamu, kama kweli tunaofuata, dunia za sasa hivi singekuwa kwenye matatizo. Dunia za sasa hivi singekuwa kwenye matatizo. Dunia ipo kwenye matatizo kwa sababu watu wameacha miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu tunachojifunza katika hili, legacy. Kwamba legacy nzuri au urithi mzuri, sawa unajengwa kwa kuihudumia jamii na sio madaraka peke yake. Tukitizama mababu wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliowasoma, ambao tumewasoma hapa na kuelezea kwa ufupi, wamegusa jamii moja kwa moja. Wamegusa vipi? Wamelisha watu, ni jambo la kijamii hilo, si ndio? Wamegawa maji kwa watu, hilo ni jambo la kijamii ambalo wamelifanya. Wameunda bunge kwa maslahi ya jamii lipate kuelewana, si ndio bwana? Wamechimbua kisima, tumemtaja mzee Abdul Muttalib, na kupata chanzo cha maji. Haya yote haya ni mambo ya kijamii, si ndio bwana? Ndio. Sasa jamii ya leo inaweza kujifunza nini? Legacy inayodumu, sawa sio mali wala cheo. Legacy inayodumu sio mali wala cheo. Ila legacy inayodumu au urithi unaodumu ni huduma ambayo inafaje? Inawanufaisha watu wengine, elimu, huduma za jamii, sawa miradi ya kimaendeleo, sawa kusaidia wanyonge wasiojiweza na mambo mengine. Yaani wewe ifike moja kwa moja jamii. Sio cheo chako. Kuna watu wanakufa wakiona madaraka makubwa, lakini wakifa na madaraka yao pia wamefanya. Hakuna wanachokifanya kwenye jamii. Lakini kuna wale ambao wanakufa lakini wanaendelea kutajwa. Ni nani hao? Waliishi katika nyoyo za watu, walifikia jamii. Ndio maana nakumbuka kuna maneno ya Ibn Battuta anasema, idha mitu fadufintu fala taftashuni fil maqbara walakin ittashuni fi qulubi nas. Inni lastu aishu fil maqbara bal kuntu aishu fi qulubi nas. Anasema Ibn Battuta, nitakapokufa na mkanizika msihangaika kunitafuta kwenye makaburi. Mimi sikuwahi kuishi katika makaburi. Mimi sikuwahi kuishi katika makaburi, nimewahi kuishi katika nyoyo za watu. Mkinitafuta mimi, nitafuteni kwenye nyoyo za watu. Nakumbuka maneno ya Sheikh wetu, mzee wetu kama tunavyoelezwa, Sheikh Muhammad bin Ayub, kuweni roho moja katika kiwiliwili vingi na msiwe roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Sasa kwa ufupi, hiyo nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la mwisho sasa, tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba umoja na mshikamano wa kijamii ndio msingi wa maendeleo. Umoja na mshikamano wa kijamii ndio msingi wa maendeleo. Kupitia huyu Kuswai, babu watano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeona aliunganisha Makuraishi waliokuwa wametawanyika, ndio na kuwaletea utaratibu wa uongozi. Aliunganisha kisha akawaletea utaratibu wa uongozi, baadaye wakaungana kwa kitu kimoja. Ikawa ni jamii ambayo inaheshimika. Sasa jamii ya leo, hasa katika mazingira haya ya migawanyiko ya kikabila au kisiasa, inaweza kujifunza umuhimu wa umoja kupitia nani? Mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya majadiliano haya yalikuwa kifanyika kipindi kile, kifanywa wapi? Bungeni, Darun Nadwa kama tulivyosema, na taasisi za pamoja katika nini? Katika kutatua migogoro na kuendesha mambo ya kijamii. Kwa hiyo bwana, tukienda moja kwa moja tunapata kuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia nasabu yake hii, mlolongo mzima tuliotoa asili ya Waarabu huko mpaka kuja kwa Ismaili, kwa hadi nani, kutoka kwa hadi nani mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumesoma mababu zake na
walioyafanya yote haya, tunapata kuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo mtu wa kumshika na ndiye mtu wa kumkimbilia. Kwa sababu yeye kaleta uongofu kwenye jamii yetu. Kwa ufupi, kwa nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hiyo. Najua kuna wahadhiri wengine watakuja wataelezea mambo mengi, mfungo 6 au mfungo wa Maulidi, mwezi aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yataelezewa mambo mengi sana na watu watazidi kupata faida nyingi sana. Lakini kwa hapo penye makosa mtasamee, kwa sababu mimi bado mwanafunzi, naendelea kusoma, najifunza kwa kidogo kama hiki. Nampongeza ndugu yangu Yasiri kwa kitu alichokifanya, cha kuanzisha mihadhara hii ya mfungo 6, na Mwenyezi Mungu azidi kumbariki na atubariki wote sote. Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim lana taqsirana wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكمال لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. KEA TV, kisima cha elimu.